Katika siku hii ya maombi, hebu tutafakari mafundisho fulani ya Yesu. Na Yesu alifundisha wakati mmoja, alikuwa anaongea na Mafarisayo kuhusu usafi wa mioyo. Na katika mafundisho hayo, Yesu aliwaambia hawawezi osha kikombe nje na ndani ni chafu na waseme ni safi. Yani hawezi chukua divei ambaye ni ya zamani uweke katika ngozi zile ilikuwa inahifadhi wakati huo, wineskin, ngozi mpya, vice versa. Na katika usafi wa rohoni, ninataka tu tutafakari, maana mimi na wewe tuko katika ibada, tunatafuta Mungu. Watu wako so much concern na external, vitu ambavyo vinafanyika externally. Ni nani ameniroga, ni nani amenifunga, ni nani amenifanyia ABCD, ni madhabahu gani sijui nini. They are very concerned with that. Wanakosa kuwa concerned na kile kitu cha muhimu sana. Kumbuka mtu wa Mungu, huu mwili na vile tunapenda kuitengeneza na vile tunaipenda nini, tutaacha hapa duniani. Hili inamata sana ni roho yako. Sisemi mwili si important, nasema hili inamata zaidi ni moyo wako. Akasema linda sana moyo wako kuliko kila kitu kinacho lindwa duniani, kwa sababu ndani ya moyo wako kuna chemichemi ya maisha mazuri ama ya uzima. You know, rivers of joy and blessings. Leo hii kuna shida kubwa sana katika mwili wa Kristo, maana people don't want to be corrected. Kuna spirit ya comfort. Watu wako sana katika comfort zone. You know, amezoea hivi. Kuna watu wamefundishwa ndio Mungu akutembelee, lazima sijui ufanye sarakasi fulani, lazima sijui ufanye nini, lazima. Yani kuna watu ambaye wamekuwa brainwashed in their minds ya kuomba ndio Mungu ashuke katika maisha yako, ama ndio upate ile audience na Mungu. Kuna masarakasi mingi sana unastahili kufanya. Hiyo imeongoza watu wengi kuingia katika dhambi kwa sababu ya wao kutojua. Imeongoza watu wengi kufanya kitu inaitwa blasphemy, kukufuru Mungu. Na imefanya vitu nyingi sana kinyume na Bible. Lakini they don't understand. Na wengi pia wana understand, lakini wanashindwa tusipofanya hivi. What else? What is our hope? Ndio maana niko hapa leo kukuambia there is hope. If you gonna work with your heart, unapofanyia mtu wako wa ndani, your conscience, your soul, your life, unapofanya mambo kulingana na maandiko matakatifu, hiyo nafsi yako iko na uwezo wa kuzaa na na grow to be something. Sisi katika vile Mungu ametuweka in the spiritual world, tuko kama amoeba. Tunajikatakata, tunajiongeza pale. Na yani inamaanisha in the spiritual hakuna sheria inasema lazima ufanye hivi ama hivi. Sheria ile kubwa ambayo Mungu ameweka katika kumpata Mungu ni okoka, jazwa Roho Mtakatifu, kuwa mwaminifu kwa Mungu na utafute utakatifu unapoendelea. Maana God is holy. Lakini hatupendi hiyo. Tunapenda kuambiwa bora huku nje kunakaa vizuri. You know, bora huku nje ni kuzuri. Bora ukienda uchukue kanguruwe fulani ama kamawe fulani ama kakitu fulani ama kamaji ama kakitambaa ama kitu fulani, unakuwa na ile false comfort. False comfort. Yani ile unasikia kabisa uko sawa, lakini it's not okay. Na hapo ndio unaona shetani anatupiga. Unaweza kuta umegongwa na mambo ama shetani amekugonga na mambo, unashindwa how did he manage kuniweka katika this desert? How did he manage kuniweka katika hii hali? Simply alifanya hivi. Alimake sure umetoka katika maandiko matakatifu na katika uwema wa Mungu, kwa kukupea yani kwa kukuongoza na mwili na macho na tamaa na vitu ambavyo viko katika ulimwengu. Ukasahau kuinvest in your spiritual person. Ule mtu wako wa ndani asipopewa chakula ama nourishment, hawezi grow, hata anaenda mpaka anakufa. Understand? Na hapo ndio shetani alikupata, ndio akaanza kukuweka kwa matamaa. Leo hii sisemi kila mmoja, lakini nasema most of the people, ukiangalia deni zile uko nayo, ama katika maisha ya madeni ile umejikuta ndani, ukifanya research na uende ufanye uone kana kudanganya, most of the 80% ni tamaa na vitu ambavyo hata havikusaidii, hata hauvihitaji ama hauvitumii sasa.
Kuna zile vitu ambayo sana sana tunaingia kwa madeni kwa sababu ya vitu reasonable, magonjwa, mashida, school fees na nini hiyo. Lakini kuna zile za tamaa. Unaona, aliua mtu wako wa ndani akakosa kuwa conscious, akakosa kuwa anakuguide. Maana ndani yetu, mtu wetu wa ndani, the inner person, kazi yake ni kutuongoza na Roho wa Mungu anatumia the inner person in us. So kuna lust, tamaa, immorality, adultery, na hizo vitu zote ziko ndani. Hizo ni vitu zinaingishangwa katika maisha yako pole. Shetani akijaribu kuua mtu wako wa ndani. And understand? Sasa akishamaliza, maana mission yake, Biblia inasema mission ya shetani ni kukudanganya, kuharibu na kuua. Akisha accomplish kazi yake, anakutema. But sasa hauwezi rudi. Haujui utaanza wapi. Ndio unakuta hawa watu bila wao kujua shetani ameua mtu wa ndani na wametemwa. So unakuta mtu anabaki tu na jina. Kwa mfano, niko na maji hapa, chupa ni empty, lakini iko jina. Leo nikienda niweke hii chupa, niweke mafuta ya gari kama hii, bado tu itakuwa inasema fresher, bado itakuwa tu na jina ya ile. So utakuta Wakristo wengi wako na hiyo sense of godliness, ama kama vile Paulo anasema form of godliness. Paulo aliambia hivyo Timotheo, in the last days people will have the form of godliness but deny his power. So utakuta wameacha Mungu na kutafuta Mungu. Unaingia katika sarakasi za dunia. Na sarakasi za dunia ukijiingisha katika hizo, kwenda sijui kwa waganga, kwa wachawi, sijui kwa waganga wa kanisa, waganga wa dunia, kufanya hizo vituko zote, shetani atasneak ndani yako blasphemy kidogo. Uombe vibaya, utamke maneno ambayo yatafanya Mungu awe mbali na wewe. Anakukaranga vibaya. Ndio utakuta watu wanazunguka, anajaribu kurudi back vile alikuwa hawezi, maana ameshakuwa dried out. Hao ndio wale lot ya watu wa Mungu ambao wako very frustrated. Hao ndio utasikia wakisema Mungu afanye kazi, hakuna miujiza, mambo yani wako so bitter in life kwa sababu walimiss a mark. Ninakuombea leo kwa hii prayer ya leo, usiwe among those people. Tafuta Mungu katika haki yake. Shughulikia nafsi yako. How will you strengthen your inner man? Ili utafanyaje mtu wako wa ndani awe na nguvu ili usiingizwe katika hizi vituko? Number 1, okoka doi. Nimesema mara ya 3 sasa kwa hii video, okoka. Number 2, make sure umejisomea neno na umeunderstand neno na unajua neno linasema nini. Make sure kabisa you understand the word of God. Na kama hauwezi kulielewa, ask the Holy Spirit of God. Ask God to guide you. Usiwe mtu wa kuzoea sana kuambiwa vitu na kuonewa vitu in the spirit. Kuwa mtu wa mstari wa mbele, kungangana kujua what is it about my life ambayo inanirudisha nyuma. So njia hiyo unaokoka, unamwamini Yesu. Haya, sasa umeokoka, uko kanisani. Lazima uwe mtu wa prayer and fasting. Lazima uwe muombezi sana. Ninajua kwa kanisa lenu wamekuwekea siku fulani ndio ya maombezi. Wachana na hiyo. Fanya hiyo ya kanisa, lakini tafuta yako. Your personal growth. Make sure mtu wako wa ndani amefanya. Venye unaendelea kufinya mwili na kunyima mwili tamaa zake, mwili itatulia, roho ana grow. Na roho akigrow, utaweza kutap vitu za Mungu, maana Mungu ni roho. Na wamtafutao watamtafuta kwa roho na kweli. So utakuwa mtu wako wa ndani amejaa. Sehemu ya roho wa Mungu kujaa ndani yako inakuwa enough. Unakuwa in control, unakuwa control na Holy Spirit. Hasa hautaipata kitu ambayo inakukujia bahati mbaya. Hata kama ni mateso ama mapigo, utakuta Mungu anakuwa alert mapema. Mimi ninataka tu ukapate kumuona Mungu. Hiyo ndio the main thing. Nataka umuone Mungu, ndio maana nakuambia haya maneno. Siko hapa kukuhukumu kama wewe ni muokoki ama muokokaji ama ni vitu kama hiyo. Siko hapa kupima. Niko hapa kukuambia tu, shughulikia the inner man. Fasting inasaidia. True gospel, right the religion, right not religion, right theology. Soma hiyo. Be a person wa ibada. Mtu wa Mungu, jizoeshe kufanya maibada. Hizi maombi mnarukaruka huko na kungangana na kufanya vituko haitawasaidia. Ndio maana umeombewa na mpaka leo bado uko to the same. Hakuna kitu imechange. Si ujaribu Mungu katika maibada.
That is the right way. Ilikuwa inaabudiwa hivyo zamani. Yesu amekuja akaistrengthen, na sisi sasa tunastahili kuadapt hiyo. Talk to me kama unataka more information on